Wacha niongee. So kuna huyu gavana wa Nyeri, kuna video ina circulate social media. Gavana wa Nyeri akiongea jana kwa matanga fulani huko kwake Nyeri, na ni kama watu wanasema alikuwa anasherekea kifo cha Raila Odinga. Niliangalia hiyo video vile imetranslatiwa, lakini unajua vile ulisoma kwa history, information ikiwa past mara nyingi inaweza kuwa distorted. So huyo governor alikuja leo asubuhi akasema yeye alikuwa misquoted, and before aongee, governor wa Homa Bay plus MPs wa Luo Nyanza region and all viongozi wengine au politicians walikuwa wamefume, they were talking wakiwa angry vile anapaswa kuresign, wakamtoa kama deputy chairman, kama vice chairman wa council of governors, na yeye alikuja akaresign peke yake na akaomba msamaha, akasema alikuwa misquoted. Jamani, mtu ameomba msamaha na akasema ame take responsibility of his wants. Maongezi yake ama vile aliongea, alisema hakutumwa na mtu. Hayo yalikuwa maoni yake, si maoni ya region ya Mount Kenya. Lakini narrative imekuwa pushed to an extent that the whole Mount Kenya region is celebrating the death of Raila Amolo Odinga. So mtu apologize, governor alikuja apologize na take responsibility of his own wants na resign as a vice chairman of the council of governors. So why are we pushing this narrative to that extent? I think I'm reading malice kwa haya mambo yote. Maybe it was a script, na wenye wanatagetiwa sana ni sisi vijana. Kuna hii bill ilisainiwa into those bills which were sent by the president some days ago. Maybe hii information ya Kahiga imeletwa ikuwa pushed ili vijana wasahau walikuwa wanapinga bill ya computer misuse and cyber security bill. So I'm just reading some malice in to deviate from what we wanted to fight against, ili tukuje hapa kwa Mutahi Kahiga tusahau na haya mambo mengine, because mtu apologize, take responsibility, resign kama vice chairman of the council of governors. Why is this narrative or this information being pushed this far? Kwa nini? Hiyo ni swali inafaa jiulize, kwa nini?